kushukisha bei ya sukari, bei ya petroli, bei ya unga. Tuendelee tusiendelee jameni watu ya Mwala? Wangapi wanasema tuendelee na hiyo kazi? Jambo la pili ambalo tulikuwa tumeahidi wananchi wa Kenya wote ni kwamba tutashughulikia maneno ya kilimo. Kulikuwa na ukosefu wa mahindi ya kutosha, na hiyo ndio ilikuwa sababu moja ya bei ya unga kupanda. Serikali imefanya nini miaka miwili ambayo imepita? Serikali imepunguza bei ya mbolea ili wananchi wapate mbolea ya mimea tofauti kwa bei nafuu. Mfuko moja wa kilo 50 ambao ulikuwa unagharimu mwananchi ama mkulima shilingi 7,000, tukaweka pesa ya serikali kila mwaka for the last 2 years ili hiyo bei ipungue, ikatoka 7,000 ikafika 2,500. Hiyo kupunguza bei ya mbolea ya mahindi, mbolea ya kahawa, mbolea ya majani chai, mbolea ya sukari na miwa, hiyo kupunguza mbolea ndio imesababisha sasa hivi tuko na mahindi ya kutosha katika taifa letu la Kenya, na ndio imeteremsha bei ya unga kiasi. Kwa hivyo sisi tunaendelea na hiyo safari, hatujafika mahali tungetaka ifike. Tuko na mahindi ya kutosha. Sukari ile ilikuwa tunaagiza kutoka nje, sasa tuko karibu kupata sukari ya kutosha, kwa sababu kule Western mahali kunakuzwa miwa tumehakikisha kwamba mbolea ya ruzuku inafikia wakulima, kwa sababu sukari hata kama miwa inakuwa kule Western, sukari inakunywiwa katika kila nyumba katika taifa letu la Kenya. Tuendelee kupunguza bei ya sukari na bei ya ile bidhaa vingine muhimu. Kwa hivyo mambo ya kilimo tunakazana, na tungetaka wale ambao ni wakulima mapato yao yapate bei zaidi. Hapa sehemu zingine za Machakos hapa mnakuuza kahawa. Mnajua kahawa ilikuwa shilingi 50 ama shilingi 60 kilo moja kwa mkulima. Tumeongeza pesa ya Coffee Cherry Advance Fund from 2 billion to 7 billion. Tumetoa cartels ambao walikuwa wanaumiza mkulima. Tumesema sasa kila mtu awe na leseni moja. Kama ni msagaji wa kahawa akuwe na leseni ya usagaji. Kama ni marketer, only marketing. Kama ni broker, only broking. Sio mtu mmoja ako na leseni 4-5. Hiyo cartels ndio ilikuwa inaumiza wananchi. Tumeondoa. Tumeleta fertilizer ya ruzuku kwa kahawa. Ndio umeona sasa ile kahawa ambayo ilikuwa inapatia mkulima shilingi 50, 60. Sasa kilo moja ni 130, 140, 150, 160 kuendelea mbele. Na kwa sababu sehemu zingine hapa Machakos mnakuza kahawa, hata hapa Mwala mimi na wasi muanze kupanda kahawa. Kahawa imekuwa dhahabu kwa wakulima wengi katika Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tuko na kazi ya kuimarisha bei ya mazao ya kilimo. Maziwa lita moja ilikuwa inanunuliwa na KCC shilingi 33 kwa lita moja. Tumeongeza hiyo bei. Sasa the guaranteed minimum return, bei ambayo serikali imesema maziwa lazima ikue shilingi 50 kwa lita moja, na bado tunataka tusongeshe hiyo bei iendelee kuimarika, but at least we made some progress. So hiyo mambo ya kilimo ni mambo wananchi wengi wanategemea kilimo. Kama mtu sio mkulima wa mahindi ni mkulima wa kahawa. Kama sio mkulima wa kahawa ni mkulima wa vile mimea ingine ama ni mfugaji. So we are continuing with the agriculture reform agenda as part of our bottom-up economic transformation agenda for Kenya. Jambo la tatu, tukasema wale watu wengi mashinani kama sio mkulima ama mfugaji ni mwanabiashara, hii biashara ndogo ndogo ya huku vijijini. Mwingine ni mama mboga, mwingine yako na biashara hapo ya kioski, mwingine anauza kitu kingine hapo, sana agricultural produce.
hiyo biashara, wakulima wengi na wananchi wengi wanapata riziki ya kila siku kupitia mauzo ya biashara ndogo ndogo huku mashinani. Ndio tumesema kama serikali kuu, kwa wale wa biashara wadogo huku mashinani, tutawajengea masoko ya kisasa, hili akina mama mboga, wachuuzi na wale wanabiashara wadogo waache kuuza bidhaa wakipigwa na jua kule na kupigwa na mvua na vumbi. Tuwatafutie masoko ya kisasa ili mama ama mzee ama kijana awe na mahali pazuri pa kufanyia biashara. Hapa katika Kenya tunajenga masoko zaidi ya 400, na kati ya hiyo masoko 400 hapa Machakos tunajenga soko kubwa pale Machakos Town ya shilingi 450 million. Tunajenga soko ingine kubwa kule Yata mahali inaitwa Matu ya 350 million. Na tunajenga masoko ingine 15 huku Machakos. Moja Syokimau, ingine Kangundo, ingine hapa Mwala, ingine kila mahali, mpaka tuhakikisha kwamba kila sehemu ya Masaku, kila sehemu ya Ukambani, kila sehemu ya Kenya imepata masoko ya kisasa. Wanabiashara wetu wadogo wawache kutaabika wakiuzia huko nje na kufukuzwa na kanjo na kuhangaika huko, kwa sababu wanapigwa na mvua na jua na vumbi. Tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko jameni. Munataka tuendelee na hiyo kazi ya kujenga masoko? Wacha nione wale wanasema tuendelee na kujenga masoko jameni. Hiyo ndio bottom up. Hiyo ndio bottom up. Na tumesema ya kwamba jambo la 4, tumesema pia tujenge manyumba ya bei nafuu. Ndio wananchi wengi ambao hawangepata nyumba ya bei nafuu wapate nyumba. Ya pili, hiyo ujenzi wa nyumba itafufua sekta ya ujenzi. Wale wanauza kokoto, wale wanauza mchanga, changarawe, wale wanauza simiti, wale wanauza mabati, hiyo sekta ya ujenzi itainuka, na wale wanafanya hiyo biashara ya hardware na misumari wapate market zaidi, waajiri wa Kenya wengine, ndio uchumi wetu ukue kutoka huku chini ukielekea juu ama bottom up. Ndio unaona ya kwamba tuko na program ya affordable housing, na hiyo program ya affordable housing pia tunaitumia kujengea watoto wetu ambao wako university na colleges na technical training institutes na polytechnics. Tunawajengea manyumba ya bei nafuu, hostels, ndio watoto wetu waache kukaa mbali na university, waache kukaa mbali na college, kwa sababu wakikaa kule mbali wanaingiana na mambo ya pombe, wanaingiana na mambo ya bangi, na wanapoteza muda wao badala ya kusoma ndio wasaidie wazazi wao na wasaidie taifa la Kenya kesho. Kwa hivyo tunajenga affordable housing hapa Machakos, zingine Yata, zingine Masinga, zingine Matu, zingine hapa Syokimau, zingine Kangundo, everywhere in Machakos. Already phase 1 of Machakos affordable housing imekamilika, ile ya 220 units at a cost of 525 million. We are starting phase 2 ambaye sasa hiyo ni kubwa. We are building 2,500 units pale Machakos Town, and we are building affordable housing hapa Mwala. We are also building kwa technical institutions zetu pale Machakos University. Tunajenga hostels 2,500 pale zote, kila mahali, sina wakati wa kutaja zote. Pale Kangundo mahali kuna TVET, hata hii TVET ya Mwala ambayo Kawaya ameongea mambo yake, tutajengea watoto wetu hostels ndio wawe na mahali pazuri pa kusomea ili wasaidie taifa letu la Kenya kesho. Jambo la 5, serikali imeendelea kujishughulisha na kazi
ama mambo ya kutafutia vijana wetu ajira. Vijana wengi hawana matumaini, wamesoma lakini hawana kazi. Hata wale hawajasoma wengine hawana kazi. Kwa hivyo tumekuja na mbinu mingi, mbinu kama 5, 6 tofauti za kuongeza idadi ya ajira kwa vijana wetu. Wale ambao wamesoma, mmejua ya kwamba hii serikali ilikuwa imeendelea kuajiri katika idara nyingi za serikali, na sana sana walimu, kwa sababu sekta ya elimu ni muhimu. Utaona ya kwamba hapo nyuma tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 kwa mwaka, walimu 5,000 kwa mwaka. Na ndio uliona kwa manifesto ya UDA na Kenya Kwanza tukasema kuna vijana wengi wamesomea taaluma ya walimu lakini hawana kazi, na shule nyingi hazina walimu wa kutosha. So tukasema tutaongeza idadi ya walimu by 116,000 in 5 years, walimu wapya. Kupitia sasa hii serikali kwa miaka miwili imeajiri walimu 76,000, 76,000 teachers. Mwezi wa Disemba tutaajiri wengine 24,000, ifike 100,000, na tutaendelea kuajiri mpaka tufike ile target yetu kwa manifesto yetu ya 116,000 na mpaka tupite hiyo target. Vile vile tumeajiri community health promoters 1,110 ambao wanatusaidia kupima afya yetu huku mashinani, wale wahudumu wa afya ambao wameajiriwa na hii serikali. Tunajaribu kuajiri wale ambao wako na masomo kwa kazi zinazofaa masomo yao. Lakini pia tunajua ya kwamba kuna vijana wengine ambao wangetaka kufanya kazi za kimitandao. Wamesomea utaalamu wa kompyuta na mitandao, lakini kuna nafasi nyingi za ajira pale mtandaoni, lakini kijana hana kompyuta, ana internet, kwa hivyo hawezi kujisaidia, ako jobless. Ndio tumekuja na program ya kazi mtandaoni. Na hiyo kazi mtandaoni tunafanya hivi: tunajenga laboratory ama mahabara 1,450 katika taifa letu la Kenya. Kila ward ipate laboratory ya computer. Already tumejenga 300 ICT hubs kwa TVETs zetu. Lakini kwa sababu wale kwa TVET wale wengi pale ni wanafunzi, tunataka hata wale vijana wako kule sokoni wapate opportunity ya kufanya kazi mtandaoni. Hii masoko ambayo nimesema tunajenga, kila soko iko na mahali pa kuuzia bidhaa, lakini pia iko na ICT hub gorofa ya juu. Hata hii soko ya Mwala tutaweka kompyuta 100 za bure za serikali ambazo zitatumika na vijana wa hapa wajitafutie kazi pale mtandaoni, wawache kukaa wakihangaika pale dukani na kule barabarani wakingojea kupewa shilingi 100 na mwanasiasa ndio wapigie mpinzani wake kelele. Kwa hivyo kila market iko na ICT hub ambaye to be available to members of the public, young people ambao wataenda pale wajipatie kazi mtandaoni. Pale mtandaoni kuna biashara ya mtandao inaitwa e-commerce. Mnatafuta wateja hapo, unauza bidhaa yako ukitumia mtandao. Bora uko na kompyuta, bora uko na internet. Katika kila soko ikiwemo hii yetu ya Mwala, tutajenga gorofa ya juu tuweke kompyuta 100 za bure za serikali. Na ile masoko kubwa tutaweka kompyuta 200. Tuweke mtandao wa serikali. Vijana waende pale wafanye biashara ya mtandao. Vijana waende pale wafanye kazi zingine pale mtandaoni, kuna kazi nyingi. Already vijana 500,000 wanafanya kazi mtandaoni. Wanapata riziki kupitia ile mtandao. Iko kazi pale ya foreign exchange trading, iko kazi ya app developer, iko kazi ya website designer, iko kazi ya transcriber. Kazi ni mingi pale mtandaoni for those who are tech savvy.
Na vijana wengi wanataka tu facilitation, apate computer, apate stable internet, they will work online through digital jobs and earn an income, badala ya kutumia mtandao kutusi MCA, kutusi rais, kutusi sijui nani. Utumia hiyo mtandao kujitafutia hela. Ama namna gani vijana? Vijana hoe! Kwa hivyo hii masoko iko na ICT hub. Na hii masoko sikusema pia iko na mahali ya kina mama wale wako na watoto wadogo kwenda kunyonyeshea watoto wa pale. Iko na mother's room kwa hiyo soko. Hakuna mambo sasa ya kukaa nyumbani kwa sababu kuna mtoto mdogo, na hakuna kunyonyeshea mtoto kwa street vijana wakikuangalia wewe ni mama. Ile soko tutajenga hapa Mwala na kila sehemu iko na mother's room. Mama anauza mboga yake pale, watoto wanacheza kwa mother's room pale. Sasa mtoto akisikia njaa, mama anaingia hapo, anasota out mtoto, alafu anaendelea na kazi ya biashara. Wamama oye! Wamama oye! Sio ndio bottom up jameni? Sio ndio bottom up ya kutoa mama mboga kuuza huko nje aende kwa soko ya kisasa ambayo iko na mother's room, mahali ya kunyonyesha watoto. Iko hata na cold room ya kuweka mboga. Ile nyanya na sukuma wiki na nini itabaki inawekwa pale isioze. Iuzwe hata kesho na kesho kutwa mpaka ile siku stock itaisha. Kwa hivyo mbinu za kutafutia vijana kazi, nimesema tunawaajiri walimu na watu wa hudumu wa afya. Wale wamesoma tunawaajiri. Wale wengine tunawatafutia kazi mtandaoni through the ICT hubs. Mbinu ya tatu, hii program ya affordable housing nimesema. Tayari hii project ya ujenzi wa nyumba nafuu imeajiri vijana 250,000. 250,000 young people today are working through our affordable housing programs across Kenya. Hiyo ni sekta ingine imetumika pale kupata kazi. Na kazi ni kazi. Hapo kuna engineer ambaye anasimamia hiyo ujenzi wa hiyo nyumba, structural engineer, iko electrical engineer, iko quantity surveyor, iko kuna kazi pale, iko architect mwenye amechora, iko fundi, iko plumber, iko electrician, iko mtu anaitwa carpenter pale wa mbao, iko kila mtu, iko fundi na iko mtu ya kusaidia fundi, mtu ya mkono. Si kazi ni kazi jameni? Bora vijana wapate kitu jioni. Kwa hivyo kazi hizo ni mbinu za kutafutia vijana wetu kazi. Alafu vile vile wale vijana ambao wangetaka kufanya ile kazi zamani ilikuwa imesimama kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Kuna kazi zamani ilikuwa inaitwa kazi kwa vijana, baadaye ikaitwa kazi mtaani. William Ruto ametangaza kuanzia next week tuanze sasa kuajiri, na already the applications are ongoing. Tutarejesha ile program ya kazi mtaani ambayo sasa tunaita Climate Works kazi mtaani. Na hiyo program itaajiri vijana 110,000, 110,000 in every county, in every sub-county, including hapa Mwala. Si kazi ni kazi jameni? Kule Nairobi hiyo program ya Climate Works imeajiri vijana 20,000. Wale tulianza nao Oktoba, tukaendelea tukaongeza ingine 20. Rais akasema ile tumeanza pale Nairobi, vijana kupata kazi ya kusafisha mito yetu, ya kupanda miti, ya kusafisha miji yetu. Ile kazi tulianza Nairobi tuifanye katika county zote 47 na sub county zote 482 za taifa letu la Kenya. Vile vile wale vijana wanapata kazi nchi za ng'ambo, tumesema waende huko wafanye kazi, bado ni vijana. Tume pesa nyumbani, wajengee wazazi wao, wajenge nyumba zao, wa invest, wa save, wawekeze. After 5-6 years, ukisikia umechoka kukaa huko majuu na umesave, unakuja unaendelea na biashara yako, tusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Badala ya kukaa hapa, kazi mahali imepatikana.
kama ni nje ya nchi, kama ni kwa mjengo, kama ni kwa mtandao. Kazi ni kazi. Kweli si kweli jameni? Si kazi ni kazi jameni? There is dignity in work. It doesn't matter how humble your work is. It doesn't matter how temporary your work is. There is dignity in work. As the people of Kenya, especially the older people, we must encourage our young people to honor work, to respect work, and to be workers, because that is how we will build our country. Jambo la sita ni maneno ya stima. Ni maneno ya nini? Ni maneno ya nini? Mimi sitaki kuongea kwa stima sana kwa sababu huyu Kawaya amevuta stima yote ya Kenya imekuja hapa Mwala. Sijui kama mko na habari. Stima yote amevuta imekuja wapi? Lakini sasa tumemwambia aanze kusaidia majirani pia. Si namna hiyo? Si ukipata unasaidia jirani pia. But Mheshimiwa Kawaya has done very well. Unajua ya kwamba manifesto ya chama chetu inasema ya kwamba stima ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Stima ni haki ya kila mwananchi, sio starehe ya matajiri peke yao. Kila mtu anahitaji stima. Haijalishi nyumba yako ni ya mawe ama ni ya udongo ama ni ya nyasi ama ni ya mabati, pata stima kwanza ukitafuta kujenga nyumba ingine mzuri. Ndio tumekuja na program ya last mile connectivity ambayo sasa hivi inaendelea Kenya mzima, kila county, kila constituency. Hiyo program inaendelea ya stima ili tuongeze idadi ya Wakenya ambao wako na stima iongezeke. We are targeting between 1 and 2 million new households connected with power in their homes by December this year. Na tumekazana vilivyo. Hapa Machakos, ile projects zinaendelea za stima mpaka sasa ni ya shilingi bilioni 1.4. 1.4 billion shillings is already released and the projects are ongoing across all the constituencies in Machakos County. Ya Mwala, kwa hiyo pesa nimesema 1.4 billion ni account ya Machakos constituency zote. Na hiyo program itaongeza idadi ya manyumba hapa Machakos ile haina stima, manyumba mpya 6,500 itawekwa stima kupitia hiyo program ambayo inaendelea sasa. Hapa katika hiyo pesa hapa Mwala, Kawaya amewaletea 550 million in this constituency ambayo itaongeza familia 6,666 mpya ambao hawakuwa na stima wapate stima. This constituency right now has ongoing last mile electricity connectivity projects worth 550 million shillings to connect an additional 3,666 households in Mwala constituency. Kawaya anaweza ama hawezi? Kawaya ni noma si noma. Wacha nione salamu ya Kawaya. Kawaya kwata, Kawaya kwata, Kawaya. Jambo la 7 ni mambo ya barabara. Na hata hii barabara unajua tulikuwa tumesimamisha mambo ya barabara kwa sababu uchumi haukuwa mzuri. Pesa ya serikali ilikuwa inatumika kujaribu kuinua kilimo kidogo, kupunguza bei ya bidhaa muhimu, lakini sasa kwa sababu uchumi umeonyesha dalili ya kuwa dhabiti, hata kama tujafika mahali tunataka, sasa tuko na pesa ya kujenga barabara. And by the way, uchumi wa Kenya, by the time William Ruto akuwe rais, uchumi wa Kenya ulikuwa namba 8 kwa ukubwa barani Afrika. Kenya was the 8th largest economy in Africa in 2022 September. Mwezi uliopita wa Mei, shirika la fedha duniani IMF limetoa ripoti ikasema ya kwamba kati ya 2022 na sasa uchumi wa Kenya kwa miaka miwili imesonga mbele from position 8
to position 6 in Africa, na tumepita nchi ya Ethiopia na Angola ambayo ilikuwa mbele yetu, na tutaendelea kusongesha hiyo uchumi mbele mpaka number 543 tukisonga. I believe soon and very soon in our generation the economy of Kenya is going to be the best economy in Africa. I believe so. Kwa sababu kila safari inaanza kwa hatua moja. Sisi tumetoka namba 8, tukaingia namba 7, tukaingia namba 6 na mwaka miwili. Hapo tukiendelea tukisonga hata nafasi moja kila mwaka, very soon we are going to be the top economy in Africa. Kwa hivyo barabara sasa tuko na pesa ya kujenga, na hapa Mwala umesikia ile maneno Kawaya amesema. Huyu Kawaya amefanya maajabu jameni. Hey, na vile anaonekana ana maneno mingi. So yeye na mheshimiwa Kyule Fabian ule wa Kangundo walienda wakaona rais, wakashikana na viongozi wengine, wakatafuta rais. Hata mimi nilikuwa pale kama mtu ya mkono ya rais. Sasa ndio barabara ikapatikana ambaye sasa imetangazwa, ambaye itaanza rasmi anytime now once the process is complete. Barabara ya Mwala mpaka Kangundo. Hiyo barabara sasa iko na pesa. Nilikuta hao kina Kawaya walikuwa wamesukuma kwa budget pesa ya kuanzisha hiyo barabara. Mimi nikawaambia hii pesa itoshi, I doubled that money. Nilisukuma ikakuwa double. Kwa sababu walikuwa wamefanya kazi kubwa sana. Na tunataka hii barabara isonge kusonga. Ama namna gani? Ijengwe haraka ama namna gani? Wananchi waanze kutumia. So nikasaidiana na hao viongozi wenu tukaongeza hiyo pesa maradufu. Nilifanya vizuri? Mimi ni jirani mwema. Ni jirani mwema. Ama niliharibu maneno? Sio ndio kazi ya jirani jameni? Yes, so hiyo barabara sasa tumepata pesa ya kujenga, na pia tumepata pesa ya kujenga. Iko barabara ingine inatoka ile ya Miseleni. Inatoka wapi? Inatoka wapi ile ya kwenda Miseleni? Kivandini. Ile ya Kivandini mpaka Miseleni. Tuendelee na kujenga hiyo barabara ama tuachane nayo? Tuendelee ama tuachane nayo? Na ikianza, Mheshimiwa Kawaya already amepanga hapo mbele. Once those projects start, tuanze sasa kupigania zile barabara mpya ambazo ametaja siku ya leo. Si amesema iko Wamoyo kwenda Kalawa? Tuweke lami ama tuachane nayo? Tuitafutie pesa. Siko ingine ya kutoka Kithangathini kwenda Kangundo? Hiyo tusukume ama tuachane nayo? Siko ingine ya Kingatoni mpaka Muthetheni? Tuweke lami ama tuachane naye? So wacha tuanze hizi mbili kwanza. Kila safari inaanza na hatua moja. Wakati those projects are funded, we'll start now looking for money for 3 new roads upper Mwala constituency. Vile vile jambo la 7 ni mambo ya afya, ama jambo la 8. Afya ni muhimu. NHIF haikuwa inataka watu wakuwe na bima ya afya kama hauna kazi ama hauna biashara. Lakini serikali hii imeleta mfumo mpya wa kusema ya kwamba kila mwananchi lazima awe na bima ya afya. Kama ako na kazi ama hana kazi, kama ni mtoto ama ni mzee, kama ni mwanaume ama mwanamke, kama ako na biashara ama hana biashara. Kwa sababu ugonjwa hauchagui. Kila mtu anaweza kuwa mgonjwa. Mtu ako na kazi anaweza kuwa mgonjwa. Mtu hana kazi anaweza kuwa mgonjwa. Kwa hivyo tukasema tubadilishe. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu hiyo program ya Universal Health Coverage ya kutafutia Wakenya wote bima ya afya inaendelea vizuri. Kwa sasa Wakenya milioni 23.6 wamejiandikisha, na bado
tungetaka waongezeke kwa sababu Wakenya ni karibu milioni 55. Na hiyo 23.6 milioni ni hatua kubwa, kwa sababu ile NHIF tulikuta 2022 ilikuwa tuna 8 million Kenyans ambao walikuwa na insurance ya NHIF. Today we have said 3 times within less than a year, kwa sababu tulianza hiyo program 2023 huko ikiisha. And we want every Kenyan, the 55 million of us, to have a medical cover. Wale ambao hawajajiandikisha kwa SHA, kwa Taifa Care, mjiandikishe ili ukiwa mgonjwa gharama ya matibabu ipungue. Hiyo ndio italeta ustawi katika taifa letu la Kenya. Watu waache kuuza mashamba yao, magari, kuuza manyumba, kuuza kila kitu ndio walipe bili ya serikali ya hospitali. Serikali kupitia hii program inakusaidia ndio usipoteze mali yako kwa sababu mpendwa wako amekuwa mgonjwa na bill imekuwa juu. Masomo, tunaendelea kukazana na mambo ya masomo. Ile program ya CBC, there was a problem around the curriculum which we have improved now. It's much better than it was. Ile malalamiko mingi ilikuwa na wananchi na wazazi imepungua. Na vile vile tunakazana kuboresha university funding model ili vijana wetu walio vyuo vikuu na walio katika vyuo anuai wapate msaada. Wale ambao hawajiwezi walipiwe kila kitu na serikali, lakini wale wanaweza walipe. Hakuna haja mtoto ya deputy president na mtoto ya mama mboga ati wote wanataka kupewa basari ya serikali pale university. Mimi naweza jikaza nilipie mtoto wangu. Ndio mtoto wa mama mboga serikali mlipie pesa yote, sio nusu, pesa yote. Tuendelee tusiendelee jameni? Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana. Nafikiri leo ni siku muhimu sana. Mumesikia agenda ile tuko nayo ya serikali. Hii mambo ya kusaidia wanabiashara, hata kuna program inakuja kubwa inaitwa Nyota ya wale wanabiashara ambao ni vijana, wanawake na wanaume. Nyota inamaanisha National Youth Opportunities Towards Advancement. Pesa ya serikali itatumika kutafuta biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa, biashara ndogo ndogo. Biashara 70 kwa kila ward katika taifa la Kenya. Hizo biashara 70, kila biashara ipewe na serikali shilingi 50,000 ya kupanua biashara yao ndogo, ndio tuwe na bottom up program mzuri katika taifa letu la Kenya. Na unajua watu wengi wanasema 50,000 ni pesa kidogo kwa biashara. Wakiuliza hao mama mboga na watu ya mkokoteni na watu wengine pale, ile stock, ile vitu wanauza ni vitu ya shilingi 5,000. So hiyo program itapanua biashara nyingi ndogo ndogo. We are targeting micro businesses and small businesses. Micro and small businesses. Sio biashara kubwa, biashara ya kinyozi, biashara ya mkokoteni, biashara ya saloon, biashara ya mama mboga, biashara ya hoka. Bora umesajili biashara yako. Kila ward itapokea msaada kwa biashara 70 katika hiyo ward, biashara ndogo ndogo. Na kila biashara ya hizo 70, kila moja ya hiyo biashara itapata 50,000 ya kupanua biashara ndogo ndogo. So we are committed to transform Kenya. Na hii kazi sio kazi rahisi, ni kazi ngumu. Ndio naona rais amekazana. Mimi deputy nimekazana. Hao viongozi unaona hapa kina Chungwa, kina Kawaya, tunajaribu. Sio kazi rahisi. Na sisi tunauliza wakati tunafanya hii mambo ya maendeleo tusiingize siasa. Kwa sababu mambo ya siasa ni mambo ya uchaguzi. Na saa hii hakuna uchaguzi. Kwani kuna uchaguzi saa hii? Iko kampeni saa hii? Sisi tumekuja hapa kampeni leo. Kuna uchaguzi saa hii? Si uchaguzi ni 2027 jameni?
Sasa ni wakati wa viongozi wote kushikana mkono, hata wakiwa ni watu ya upinzani. Sasa hivi tushindane kuleta maendeleo na kusimama na wananchi. Siku ya campaign na uchaguzi ikifika, hapo ndio tutashindana maneno ya uchaguzi na maneno ya siasa. Mnataka siasa ama maendeleo? Mnaenda siasa kama mnaenda maendeleo? Mnaenda udhinambe? Wacha nione wale wanasema mnaenda udhinambe, udhinambe, udhinambe. Na mimi, unajua mimi sikuangi na mambo mengi. Mimi kazi yangu naielewa vizuri. Haitakangi mambo mengi, kwa sababu kusaidia rais kubeba mzigo wa Kenya nzima sio kazi kidogo vile watu wengi wanafikiria. Ni kazi ngumu, na ni kubeba Kenya nzima, waliokupigia kura, wale hawakukupigia kura, pia wewe ndiye kiongozi wao. Si kazi ngumu, na inahitaji maombi, kwa sababu rais anajua hakuchaguliwa na kila mtu, lakini ndiye rais wa taifa la Kenya. Iko rais mwingine jameni?